Mwanzo 32 nitaanza kuhubiri kutoka kwenye mistari ya 24 mpaka 30, ndipo mahali ambapo nitakuwa ninatokea hapo. Biblia inasema Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Anasema naye alipoona ya kuwa hamshindi, aliumgusa panapo uvungu wa paja lake, ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Na kuanzia mstari wa 24 pale naomba unishike vizuri anaposema Yakobo akakaa peke yake. Kama Biblia ni ya kwako, pigia mstari hilo neno Yakobo akakaa peke yake. Mstari wa 27 akasema, wa 26 akasema niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema sikuachi usipo nibariki. Hebu tusome mstari wa 26 wote, 1 2 3 kwa sauti kuu, 1 2 3 wote. Aha. Akamuuliza, jina lako nani? Akasema Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu nawe umeshinda. Umeshindana na Mungu na watu nawe umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Yakobo akapaita mahali pale Penueli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso na nafsi yangu imeokoka. Nimeonana na Mungu uso kwa uso na nafsi yangu imeokoka. Kutokea kwenye maandiko haya ambayo nimeyasoma usiku wa leo, nitakuwa nikikufundisha na kuanza kuhubiri kwenye kichwa kinachosema kushughulika na vizuizi ama ngome ama kiambaza, dealing with strongholds. Kushughulika na vizuizi, ngome ama viambaza, vitu ambavyo vimesimama kwenye maisha yetu. Hiyo ndio itakuwa title yangu. Sasa utafahamu kila mmoja aliyeko mahali hapa, yeye ni matokeo ya kusudi fulani la Mungu kwenye maisha yake. Na ni vizuri ukaelewa mara zote ya kwamba wewe umeumbwa, na ulipoumbwa Mungu alipokuumba alikusudia kitu fulani kitokee kwenye maisha yako kwa wakati uliopo. Kwa hiyo natamani ufute kabisa kwenye ufahamu wako kwamba wewe ni ajali ya kibiolojia, wewe ni ajali ya kisayansi. Na huwa nasema hivi, bila kujali umezaliwa kwenye aina gani ya familia. Maana wapo watu ambao wamezaliwa kwenye familia ambazo zilikuwa zinatengeneza uzazi wa mpango, kwa hiyo ulikuja ukiwa unatarajiwa. Na tupo wengi wetu ambao tulitokea tukiwa tutarajiwi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tulitokea tukiwa tutarajiwi, lakini kimsingi jambo ambalo natamani ulishike, ama ulitokea kwa bahati nzuri ama kwa bahati mbaya, ama ulipangwa ama ukupangwa, as long as ulitokea, maana yake wewe ni kusudi la Mungu. Kwa sababu gani? Inawezekana wazazi wako wao walikuwa hawana mpango na kitu kinaitwa wewe, lakini Mungu anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nilikujua. Maana yake kumbe Mungu alikujua kabla wazazi wako hawajakutana. Anasema na kabla haujatoka tumboni na alikutakasa. Alafu anasema nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Na ukisoma lile neno nabii wa mataifa kwenye tafsiri ya asili, anatumia neno hili, anasema nimekutenga kwa ajili ya kazi maalum. Maana yake kama Mungu alimwambia Yeremia nimekutenga kuwa nabii wa mataifa, maana yake ni Mungu huyo huyo anayemwambia Gwamaka Mwakalinga nimekutenga kwa ajili ya kizazi hichi. Kwenye saa hii anakuambia jina lako, jitaje ya kwamba amekuweka kwa ajili ya kazi maalum. Kwa hiyo jambo la kwanza ninatamani kudili na maisha yako usiku wa leo ni kufuta kwenye ufahamu wako ya kwamba wewe ni bahati mbaya ama wewe ni matokeo ya kibiolojia. Hapana, wewe ni kusudi la Mungu kwa wakati na majira kama haya. Kwa hiyo unaona sasa kwamba kitu cha kwanza kabisa kukifahamu usiku leo ya kwamba wewe sio bahati mbaya. Wewe umebeba kitu cha kimungu ndani yako. Na ngoja nikwambie, hakuna mtu anaweza kufanya hicho kitu isipokuwa wewe. Na hata akifanya mwingine, hatafanya kwenye capacity ambayo Mungu ameiweka kwako. Na ndio hicho kitu kitakusaidia kujua, haijalishi wahubiri wako wengi kiasi gani, hakuna mtu mwenye toni ya kwangu.
na mimi sina toni ya mtu mwingine. Haijalishi waimbaji wako wengi kiasi gani. Anasema shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, ishi watenda kazi ndio. Mwanangu, unaona tulivyojaa, Biblia inasema watenda kazi wachache. Alafu sisi tunadhani tumefanyaje? Tunadhani tumejaa. Na anaposema shambani mwa Bwana sio kuhubiri tu, sio kwa habari ya mavuno tu. Mungu anapomuumba mwanadamu, kuna watu wengine wamewekewa utumishi kwenye maeneo ya biashara. Kwa hiyo kule kwenye biashara mavuno ni mengi, ila ishi watenda kazi wachache. Kwa sababu gani? Wote wamejazana kwenye praise team hapa. Luwe wote wamekaa hapa mbele, hawataki. Bungeni mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Kwa sababu gani? Wote tumeng'ang'ania kushika maiki, kwamba naona moto wote tumeng'ang'ania. Lakini Mungu kumbe kuna watu aliwaita wakakae bungeni wakiwa na imani, wakiwa na kitu cha kimungu. Alafu anasema vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Mimi usiku wa leo Mungu amenituma kufanya kazi moja, kuja kutibua kile kilichoko ndani yako, ili kiende kikafanye kazi kinapotakiwa kufanya kazi, katika jina la Yesu. Ninaongea na mawaziri hapa ndani ambao kupitia neema ya Mungu ndani yao kuna mawaziri wengi wataokoka. Ngoja nikwambie, kuna level ya influence hauwezi kufika mpaka uwe unaongea lugha ya namna hiyo. Na ndio maana pale mahali ambapo Mungu amekuweka lazima uanze kuleta madhara. Kwa sababu kuna unajua, kwanza akija mtu ambaye unajua kwanza wana vyuo, kwani wanange kidogo waga wana moto fulani hivi. Kwanza ukija unataka kuongea nao habari yote, anakuangalia kwanza umejaa, unatoshea. So unajua watu wote tunatokaga nyumbani wa kawaida, tukishafika vioni pale, ukishapata makundi unajiona kumbe na mimi ni mtu. Ndio ukipita pale udiwa watoto wa kike wanatembea namna hii. Unajiuliza hawa tuwaambie ukweli ama tuache? Yaani wanatembea kana kwamba kesho haipo namna hii. Kwa hiyo wewe unayetembea namna hii na wenzako mkikaa mkiongea lugha moja, una uwezo wa kucommunicate kwa manufaa na kwa usahihi zaidi, kwa sababu hao ni watu wa level yako. Kwa hiyo ninachokufundisha jambo la kwanza ya kwamba mahali popote ambapo Mungu amekuweka kuna kusudi, na lile kusudi lazima ulifanyie kazi. Usipolifanyia kazi, ndio anasema tawi lisilozaa ninafanyaje? Ninaliondoa, na lile linalozaa ninalisafisha ili lizidi kuzaa sana. Kwa mwanangu, sio ukapigwa disco pale, kumbe wewe ufanyaje? Uzai. Kumbe hauzai. Si kama unanielewa? Sasa pamoja na mtu kuwa na kusudi kwenye maisha yake, nimekuja kujifunza jambo la muhimu sana, ya kwamba ni lazima ili upenye kufika kule ambako Mungu anakutaka ufike. Kwa sababu kumbuka, tunapoongelea kusudi tunaongelea hatua za kukua kila siku. Tunaongelea hatua ya kwanza, hatua ya pili, mpaka unapofika mahali ambapo kile kitu kilichoko ndani yako kimethibitika. Maana yake Mungu anapotaka kufanya kitu kwenye maisha yako, huwa anakuchukua hatua moja, hatua ya pili, hatua ya tatu. Maana yake unakuwa katika kumjua Kristo mpaka kufikia kwenye vile viwango unavyotaka ufike. Sasa kabla ya kufika kwenye ile peak ya destiny yako, kabla hujafika kwenye kile kilele ambacho unasema hapa ndiko ambako Mungu ananikusudia niwe, lazima kuna mambo udili nayo kwenye maisha yako, ambayo haya mambo ndio nimeita sasa kichwa changu cha habari, kudili na vizuizi kwenye maisha yetu. Ngoja nikwambie, watu wengi hapa tuna hazina za kimungu ndani yetu, lakini kuna mambo yamefanyika kama vizuizi, kama vitu ambavyo vinatuzinga ili tusiende kule mbele. Ukisoma kitabu cha Waebrania 12 mstari wa kwanza na wa pili, anaangalia anasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, tuweke kando kila mzigo mzito na ile dhambi ituzungukayo kwa upesi. Ngoja nikwambie, kila mtu kwenye maisha yake hautaweza kufika kiwango cha kuvuka kama haujadili na mambo yaliyokuzunguka kwenye maisha yako. Ngoja nikwambie, mnaniangalia hapa macho matakatifu, lakini kila mtu anajua ya kwamba kuna mahali fulani ama nilitakiwa kufanya maamuzi ya kudili na vitu fulani, ama hivyo vitu siadili navyo na mimi nikwamisha.
anapoandika Paulo tuwe mzigo ulemeao na ile dhambi tuzingayo kwa upesi, kuna kitu unakijua kipo kwenye kichwa chako ambacho yani kwa haraka wewe ndio uwaga ni udhaifu wako. Kuna watu ni waongo na uongo wao hauna sababu. Yani kuna mtu ni kama ana DNA tu ndani yake. Yani mmekutana na watu wa namna hiyo? Yani kama tu ndani yake kuna kitu cha uongo. Niliwahi kukutana na mtu wa namna hiyo mahali siku moja zamani sana, tumetoka kwenye mkesha Upanga. Wakati tunavuka barabara, kuna mtu kwenye kundi tuliokuwepo nao akamuona mtu kwa mbele. Yule mtu alikuwa anavuka barabara, akatuambia bwana, yule ndugu anapiga drum, ametusimulia. Sasa kuna ndugu yetu kwa tumekaa naye, yani kumbe yeye uongo kwake ni kitu ni changamko la haraka. Akasahau kwamba ile story tumeambiwa pamoja. Imekaa dakika 2 akatuambia mnamuona yule blaza, tukasema akasema anapiga drum yule blaza. Tukajiuliza mbona imekuwa ghafla namna hii? Kumbe ni kitu gani? Kumbe kuna kitu kinakula ndani. Kuna watu hapa akipita mdada huwezi ukaconcentrate. Lazima uangalie kuanzia miguu. Alafu mnanipenda mnipendi, hamna cha kunifanya mjue. Na ndio uzuri wa kuwa mhubiri unayetoka mbali, napiga na wavuruga na wacha gari narudi Dodoma. Si ndio hivyo? Mnaniruhusu niongee na watu wenu? Amen. Kama mnaniruhusu mniangalie macho ya upole kidogo. Kwa hiyo unaona huwezi kwa sababu gani? Ndio kitu ambacho kinakula ndani yako. Naongea na kizazi cha vijana, na Mungu amenipa kuongea na hichi kizazi. Huu ni mwaka wa 11, ninafahamu. Kuna mtu mwingine anampenda Mungu, amekaa hapa anasema mchungaji, mimi nina mzigo wa huduma, lakini ana struggle. Kitu kimzingacho kwa upesi ni masturbation. Ngoja tuongee haya mambo watu wa Mungu. Kwa sababu tumeacha kwa muda mrefu, na ilikuwa kiongea tunajifanya hatuhusiki, lakini mimi na wewe ni mashahidi. Tumekaa kwenye makanisa tunasolve kesi za namna hiyo, lakini leo Mungu kuna mtu anamsaidia katika jina la Yesu. Nakwambia leo kuna mtu Mungu anamsaidia katika jina la Yesu. Umekaa mahali na kuna vitu bado vimefanyika kuwa ni vizingiti, vizuizi. Sasa ngoja nikwambie, kuna mambo ni lazima ufike wakati uwaze kwenye kichwa chako ya kwamba mimi katika utumishi, katika destiny ambayo Mungu ameniwekea, ni kitu gani ambacho kimesimama kama kizuizi, kama kizingiti ambacho kinanizuia nisiende mbele. Ngoja nikwambie, hivyo vitu unaweza ukawa navyo na bado ukawa ni mwimbaji mzuri, bado ukawa ni mhubiri mzuri, bado ukawa ni mtu mzuri. Lakini kuwa mtu mzuri haimaanishi umekamilika kila eneo. Na hivyo vitu mara nyingi vinavyokuja huwa vina tabia ya kukuzuia kwenda kwenye kilele. Sema kilele. Unaweza ukawa unafanya mambo lakini unafanya kama mediocre kwenye level ya kawaida, lakini utakuwa shahidi na mimi, ili uvuke kwenda kwenye viwango vingine lazima ufike mahali hichi kizuizi kilichoko hapa kiondoke. Kikiondoka ndio Mungu anakuita. Ngoja nikwambie, huyo anayekuhubiria wewe na yeye amewahi kudili na kizuizi cha namna hiyo. Usizani mimi naongea ni malaika hapa. Mimi sio yule mchungaji anasema najua mimi nimetembea na Mungu toka ujana wangu. Asante Yesu kwa hao waliotembea nao. Mimi kwa kweli Mungu kuna mahali tuliachana, alafu akanita. Kwa hiyo ninakushuhudia mambo ambayo mimi nimeyaishi. Kwa hiyo ninachokwambia, ninakwambia kitu ambacho mimi nimekiexperience pia kwenye maisha yangu. Kama vijana, kuna wakati utakuwa ni shahidi, unampenda Yesu, yani Yesu unamkubali, lakini kuna kitu tu yani kinatokeaga ghafla. Kuna namna inatokeaga tu ghafla. Sasa hiyo ghafla ndo, kwa mfano angalia mfano wa Petro. Petro alimwambiaje Bwana Yesu? Akamwambia Bwana Yesu, mimi nakukubali, yani mimi ikibidi hata kufa na wewe tunakufa pamoja. Yesu akagundua, Petro achana na hizi mambo tena, wewe ndio utanikana mara 3. Petro akajifanya, Yesu unijui, unajua hujawahi kunipa nafasi, unijui, mimi nakukubali na kuelewa. Kwani ilikuwa mbali? Vina muda. Siku ngoma imekuja pale, Yesu amekuja, wanamkamata Petro yule. Kwa hiyo Petro yule aliyesema anampenda Yesu, imefika mahali wamemkamata Yesu. Hebu njoo tuhubiri hapa sasa, wewe utakuwa Yesu. Njoo kimbia Yesu, vipi?
sio wa Nazareti, lakini wamemkamata Yesu. Jamani, na mimba kubwa, niombe, natamani kujifungua salama. Wamemkamata Yesu. Petro akakumbuka kwamba nilimwambia kamanda mimi namfanyaje, nampenda, nitakufa naye. Ndio walipomkamata tu hivyo, ndio Petro. Kumbe Petro bwana anatembeaga na visu na mapanga, na hakuna mwanafunzi wa Yesu anajua. Akachomoa kisu. Si Biblia inasema namna hiyo au ni mimi peke yangu? Akachomoa kisu. Maana yake kama kile kisu kilikuwa cha dharura, alijua watamshika siku hiyo. Maana yake mwamba alikuwa anatembea na visu. Mwamba alikuwa anatembea na visu yule. Akachomoa kisu, akala sikio la mtu. Yesu akamwambia Petro, huu mziki bado. Akachukua sikio akarudishia, akamponya mwamba. Sasa Petro akaona mbona kama leo mwalimu hajaamka vizuri. Maana unakumbuka kuna siku Yesu ameenda kwenye hekalu, akakuta watu wanafanya biashara. Biblia inasema aliwatandika, akatoa vitu, akapindua meza. Siku nyingine wametaka kumfanya kuwa mfalme, Biblia inasema akapita katikati yao. Huyo ndio aina ya Yesu Petro alikuwa anamjua. Aina ya Yesu ambaye anatambulishwa kama simba wa kabila la Yuda. Kumbe leo Yesu sio simba, leo ni mwanakondoo wa Mungu abebaye dhambi ya ulimwengu. Ni lazima ujue jina la Mungu kwenye mazingira. Mungu ana majina mengi yanayojithibitisha kwenye mazingira. Petro amemjuaga Yesu kama simba, lakini Isaya anaandika, anasema tazama mwanakondoo wa Mungu abebaye dhambi ya ulimwengu. Alafu anaandika, anasema na tulipomuona tulidhania ya kuwa amepigwa kwa mna Mungu, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Petro analijua hilo andiko, lakini hajui leo ndio limetimia. Akaangalia wanamtandika kofi huko arudishi. Petro akaona hapana, mimi sikumfuata Yesu huyu. Ndio Biblia inasema Petro akaanza kufanyaje? Anarudi nyuma, anaifuatilia sinema kwa mbali. Alafu akakutana na dada mmoja, akamwambia blaza, mimi nakujua wewe, nawe si ni mmoja wa wale. Petro mwanangu kagoma, akasema mimi simjui mtu huyu. Na unajua ukiwa msomaji tu wa Biblia haraka unaelewa. Yaani Petro, unajua Yesu alikuwa na wanafunzi 12, si ndivyo? Alafu alikuwa na wale watatu, Petro, Yakobo na nani? Na Yohana. Yohana ukimsoma haraka unajua mwamba ni mpole. Yakobo alikuwa ni mtu wa kuongea. Tomaso, Petro ndio alikuwa mtu wa majukwaa. Kwa hiyo inawezekana kabla Yesu hajapanda, Petro ndio alikuwa anasimama pale. Kwamba jamani, leo tupo na mbeba maono wetu Yesu Kristo. Pigeni makofi wakati anakuja. Alafu ndio mwamba Yesu anapanda pale, analisha watu mikate. Lakini kamanda leo anasema mimi simjui huyu mtu. Alafu Biblia inasema aliposema simjui huyu mtu, yule mtu akamwangalia akamwambia blaza, yani hata kuongea unaongea kama kamanda mwenyewe. Petro akaona kwani shilingi ngapi nimepewa miguu miwili ya kazi gani? Akaamua anaamsha. Baada akamuita akamwambia blaza, hata kutembea si ndio anaandika Paulo, anasema tangu sasa